Mteja wa Biashara Pro, na sasa tunaenda kuona namna gani ya kuongeza bidhaa kwenye mfumo wetu. Ukiwa katika page ya dashboard, utaona vitendo vya haraka ambapo utaona kitufe cha kuongeza bidhaa au huduma. Kwa sasa tunaenda kuongeza bidhaa, kwa tunategemea kwamba tukiklik hapo kwenye kuongeza bidhaa, then tuna click ongeza bidhaa na sio huduma. Sasa hivi tunachofanya, kwa hiyo naenda moja kwa moja kwenye page ya kuongeza bidhaa, na hapo ndipo maelekezo yetu mengine yanaendelea. Sasa hapa inabidi ujaze bidhaa ambayo unaongeza kwenye mfumo. Mfano mimi naongeza kiatu labda raba, sawa. Unachagua kundi unaweza ukaamua liwe ni kundi gani la hii bidhaa, zinakaa labda kwenye nguo za wanawake au nguo tu peke yake na vitu kama hivyo. Ila otherwise ukiwa huoni kundi lolote, hapa pembeni kuna kitufe cha kuongeza kundi ambapo unaweza kuongeza na kusave. Sasa mimi nitachagua sehemu ya nguo, alafu bei ya kununua, nilinunua shilingi ngapi hichi kiatu. Mimi kama mfanya biashara nilinunua 10,000 lakini nakiuza 15,000. Alafu store viko vingapi kwenye bohari yangu, nikiangalia naona kama na viatu 14. Na hapa kipimio utachagua kama ni piece au ni boxi au ni pack au kama ni dozen, kama ni pair utaziona. Hapa sisi tunachagua pair kwa sababu ni kiatu, kwa hiyo tuna pair 14. Alafu mara baada ya hapo unaweza kaamua bidhaa yako kuwekea picha kwa ajili ya usaidizi mzuri zaidi na kufuatilia vizuri, lakini otherwise unaweza usichague. Kwa sehemu ya kuchagua picha na click hapa choose file, ambapo utaona kiatu changu labda ni hichi hapa kama Converse, na click done. Mara baada ya hapo kuna vitufe hapa chini tunaweza kuviona kwamba kitufe cha kufuatilia muda wa kuisha, ambapo chini yake utakuwa kuna tarehe ya kuisha. Hapa inamaanisha ni expiry date. Kama hii bidhaa yako inahusisha masuala ya kuisha muda wake, mfano ungekuwa labda unafanya biashara ya madawa au biashara zile za agrovet au pharmacy, ungekuwa unaweza kuamua kuweka expiry date ya bidhaa zako, ni vyema zaidi. Vile vile kuna watu wa supermarket ambao wanakuwa wanauza vitu ambavyo vinakaribia kuexpire, mfano maziwa ya pakti ambayo tayari yana tarehe ya kuexpire. Kwa hiyo ni vyema pia ukachagua muda wa kuisha kama bidhaa yako ina muda wa kuisha. Mara baada ya kufanya hivyo, tunahifadhi kwa kuklik kitufe cha hifadhi, kwa Kiingereza wanasema save. Kwa hiyo wakati wa kusave hapa, mfumo wetu tunategemea kwamba unatunza hizi taarifa kwenye mfumo, na wewe unaweza kuziona. Kwa mara baada ya kuklik hifadhi, itatupeleka page ya moja kwa moja kwenye ya kuhifadhi bidhaa yetu. Kama mnavyoona hapa, mfumo unaendelea kuhifadhi bidhaa zetu. Mara baada ya kuhifadhi, tutaona bidhaa ziko nyingi hapa. Itakuja kwenye page ya bidhaa, tunatafuta bidhaa yetu kuiona kama ipo. Ukiscroll tu hapa utaona kiatu chetu chopo vizuri kabisa na kimekuwa save na picha. Au otherwise kama unaweza kutafuta hapa, unaweza kuandika kiatu alafu ka click tafuta utumia. Ukiklik hapo utaona mfumo unatafuta hiyo bidhaa, na mwisho wa siku tutategemea kuiona hii hapa bidhaa yetu. Na hata tukiifungua tunategemea taarifa zetu zitakuwa hapo. Asante kwa kusikiliza.